Bwana tusaidie sana. Hebu jiulize, mangapi unasema uongo? Mangapi? Unajua uongo mmoja tu, yaani kusema tu. Kwa mfano unapopiga simu, bwana, halo, uko wapi? Niko Sangirwa, wakati uko hapo. Hiyo ni dhambi moja inatosha kabisa kwenda jehanamu. Kule kusema tu niko wapi? Niko Azania Benki, wakati uko sokoni. Hiyo tu kwa mujibu wa sheria za mbinguni na utaratibu wa Mungu tayari umeshatenda dhambi, jehanamu. Na shetani anachukua lile pale pale, amesema uongo. Huyu waongo wote, Biblia inasema katika Ufunuo, waongo wote sehemu yao ni wapi? Kwenye ziwa liwakao moto na kiberiti. Waongo wote wenye roho hii ya uongo. Sasa umesema uongo mara ngapi? Utakuwa unajaza mwenyewe. Sasa mbaya zaidi, tumeenda kwenye uongo wa kudanganyana sisi wenyewe. Ile roho ya uongo imesimama mpaka imepitiza, tunaanza kumdanganya na Mungu. Wengine anasimama anajaza Roho Mtakatifu, ni roho ngumu sana. Yaani watu wamekuwa macho. Kuna watu wana roho ngumu, yaani anaamua ngadu, yaani kama amekula limau, anasukuma uongo. Lekei lepei Mungu tusaidie sana. Mpaka Mungu anamdanganya. Tumefika mbali. Yaani hii roho ya uongo imefika mbali sana na imekamata kila moyo. Niseme uwazi na ukweli. Jiulize, unaoyasemaga uongo ni mangapi? Umeyatubia? Yale unayochapia ni mangapi? Mmoja akanipigia simu akaniambia, uko wapi? Nikamwambia niko Geita. Aliniona jana usiku niko hapa. Nikamwambia niko Geita. Na wachungaji mmekuwa wameanza uongo. Muogopeni Mungu, muogopeni. Nikamwambia ngoja nikuonyeshe. Nikamwambia video call. Haya, angalia niko hapa, niko wapi? Maana na yeye ameshaamini kudanganya, anapodanganya afikiri na wengine tunadanganya. Jifunze kuishi maisha ya ukweli. Biblia inasema mtu akitaka kumfuata Yesu ajikane mwenyewe. Kuna vitu lazima ukubali kuviacha. Ukitaka Yesu akuhudumie, ukitaka uwe mfuasi wa Yesu, ni lazima vitu vingine ukubali kufanyaje? Kuviacha. Sio kila kitu ni cha kwako, sio kila kitu kinakuhusu, sio kila kitu lazima ukifanye. Wakati dunia inafanya, sisi tumezuiliwa. Vitu vingine havituhusu, hata kama ni vizuri kwa macho, lakini vina sumu. Adamu na Hawa, lile tunda waliona linafaa. Biblia inasema walipoliona lile linafaa na Adamu wakaona linafaa kwa kuliwa, wakaamua kula tunda. Lakini Mungu aliwaambia hivi, msile kabisa hili tunda. Cha kwanza, uwe na uzima wa milele ndani, uwe na Yesu ndani, uwe na uzima ndani. Hivi vitu vingine vinakuja kukusaidia tu duniani, lakini maisha yetu 100% ni mbinguni. Sema amina basi kama unanielewa vizuri. Anasema hivi, kama mguu unaweza kukukosesha, ni bora uukate. Hana maana kwamba ni mguu ukate kabisa, lakini anasema chochote ambacho kinaweza kukusababisha ukawa tofauti na Mungu, ukashindwa kumfuata Bwana Yesu, chochote ambacho kinaweza kikaleta shida kwenye ufahamu wako, ukaacha kuwa muumini au mfuasi wa Yesu, bora hicho kitu usiwe nacho. Ni heri uishi katika hali ya kupungukiwa, lakini uingie mbinguni, kuliko kuwa na utere hapa duniani halafu ukaingia jehanamu. Anasema kule jehanamu kuna funza ambao hawafi. Anatoa na picha, wanangu, kule kuna funza hawafi, halafu moto wake hauzimiki. Leo kimwambia mtu aweza kwenda mbinguni, yaani ni kama unampotea, yaani kama umeombea, yaani kama hatuelewi kama kuna safari. Ndio maana tunafundishana udhaifu, na watu wamekaa legelege tu. Kiroho tumekuwa legelege. Hata tukisema tuingie kwenye maombi, mtu hawezi kuomba kwa sababu hana mfumo wa kuomba. Roho Mtakatifu, jamani, mtu hataki, wala hana habari ya Roho Mtakatifu, wala anasikia habari za Roho Mtakatifu kama hadithi tu. Lakini tumeambiwa kabisa kwamba tuwe makini na tutapata nguvu akisha tuijie Roho Mtakatifu.
tutakuwa mashahidi. Lazima tukubaliane kupokea lile fundisho kwamba tujikane, vitu vingine tuviache. Sikiliza, kusali ni wajibu. Huwezi kuishi kwenye dunia ya Mungu aliyeiumba mwenyewe, halafu wewe unazurazura, unakula hewa ya bure, unatembea tembea bure, halafu usimfanyie ibada anayekupa uzima, halafu kawa salama. Ndio hayo mamikosi unashangaa mengi. Mtu anaingia huku mamikosi, tafuta hela zinakwama. Wengine unapambana kutafuta hela, hela zinakuja tu, unazipata hela zinakuniga. Unashangaa kanome kanakubadilikia, sikameshazipata hela, unashangaa anavuta mama mwingine, chombo kingine. Na wewe jamani, umeniacha. Unajaribu kunengua, ndio unaanza kujifunza mpaka unaenda kwa kanga wa kienyeji. Mmewaka na hela, lakini huoni faida hizo hela. Kwa nini? Kwa sababu vimepatikana kwa sababu ya tamaa. Kama huwezi kumtumikia Mungu, huwezi kujituma kwa Bwana, huwezi kujikana ukamfuata, bado unataka duniani kidogo, unataka umfuate Yesu, unataka kidogo kwa duniani, mara kwa waganga kidogo, mara kwenye hizi kidogo. Hapo tukikuambia unaanza kuchapia, na wenyewe wanaendanga tu. Lakini kwa sababu tu mtu anatafuta uongo, na yani yale makosa yake anayatafutia namna ili yaonekane sio makosa, anajitetea. Kujitetea hakusaidii. Tukubali kuishi kwenye ukweli. Ukikosea, tubu. Makosa yale anasema mtu akimkosesha mmoja wao hao, huyo mtu anatakiwa afungiwe jiwe, atupwe kilindini. Uwe mwangalifu unapokuwepo kwenye ibada, usisababishe mwingine akamwacha Mungu. Sema amen. Kama una udhaifu ni wa kwako.